Hello my good people, this is Kasim Mndene, the one and only. If you know me, you know how to trade. If you don't know me, you don't know. So guys, currently tuna topic ambayo ni very interesting topic ya muhimu sana. Najua traders wengi mnataka tuanze kuanalyze chart, najua traders wengi mnataka tuanze kutoa signal no. Lakini kuna vitu vya muhimu sana vya kuzingatia ili mradi wewe uweze kuwa profitable trader. Yaani safari ya kuwa profitable trader inahusisha vitu vingi sana. Na hichi ni moja kati ya vitu vikubwa sana katika vitu vitatu vikubwa ambavyo mimi huwa navizingatia kusema kwamba unaelekea kuwa profitable trader. So hichi ni kitu gani? Kinachoitwa signal over noise in forex. So signal over noise in forex ni nini? Signal over noise in forex ni nini? Signal over noise maana yake ni kuepuka kelele. Kuepuka, kuna vitu tunavyoita mkumbo. So kuepuka kelele na mkumbo kwenye forex ni nini? Ngoja nikuelezee hii shida ambayo inatokea traders wengi. Traders wengi wameshajua jinsi ya kutrade forex na wameshasoma forex, wanaijua. Lakini kitu ambacho kinawafanya wanafeli ni hichi kitu kinachoitwa signal over noise. They are failing to signal over noise in forex. Wanashindwa kuepuka kelele, wanashindwa kuepuka mikumbo. Hatimaye mwisho wa siku wanakuwa wana vitu vingi ambavyo vinawachanganya kwenye masikio yao. Sasa hii inapelekea wao wasiweze kuwa profitable. So I'm going to explain it how. Naenda kukuelezea hichi kitu kinakuaje. Naenda kuelezea hichi kitu how kinaenda kuaffect performance yako sokoni. Mtu ambaye anakuwa hawezi kusignal over noise anakuwa anakutana na vitu gani? So signal over noise ni vitu vipi? Kitu cha kwanza kabisa, unamkuta trader sawa, ana watu 6 anawaangalia kwenye game ya forex. Trader anakuwa ana watu wengi ni kuanzia 2, ana watu wengi anaowatazama kwenye forex. Sasa hawa mostly huwa ni mamenta, huwa ana mamenta 2 watatu ambao anawatazama. Let's say una mentor A, mentor B na mentor C, wote unakuwa unawatazama, wote unakuwa unawasikiliza wanachokisema. Sasa kumbuka hawa mentors ni watu ambao tayari washakuwa successful in one way or another. Wanaweza kuwa washakuwa successful, though sio kila mentor yuko successful. Umeelewa? Sasa hawa mentors wanaweza kuwa wako successful. Let's say tuna 2 wako successful katika hawa mentor 3 anawatazama, 2 wako successful. Hawa huyu ni successful, wapo successful. Alafu tuna mmoja ambaye hayuko successful katika hao mentor 3 anawatazama, mmoja ambao hayuko successful. Umeelewa? Sasa not successful. Sasa unakuta anatoa information huku anazicompare, yani anafanya kucompare information za huku na za huku, anakuwa na compare information. Mwisho wa siku anakuja kutengeneza doubt nyingi sana, anakuwa na lot of doubts, nyingi. Sasa doubts zinapelekea kitu kinachoitwa delay. Delayed decisions. Sijajua kama nimeandika vizuri, lakini inapelekea kitu kinachoitwa delayed decisions. So huyu trader atamsikiliza huyu, atapata mchanganyiko hapa wa knowledge. Sasa akishapata mkanganyiko wa knowledge, akija kufanya analysis sokoni, anakutana na hichi kitu kinachoitwa doubt. Ataanza kupata doubt. Kwa nini hapa nifanye hivi? Yaani anakuwa kuna akili kama 6 zinamwambia buy, nyingine zinamwambia sell, nyingine zinamwambia acha. Kwa hiyo unakuta anakuwa na vitu vingi vinamwambia kichwani. Umenielewa? Kwa hiyo anakuwa ana delay kufanya maamuzi, ambapo soko la forex halitaki hiyo. Soko la forex linaongozwa na kitu kimoja ambacho kinachoitwa execution. This is one of the most basic of the basics in forex. Hichi ni moja kati ya vitu ambavyo ni vya muhimu sana, execution. Ukichelewa kufanya execution, tayari utashakuacha kwenye trade. Ukifanya execution, basi wewe upo tayari kwenye trade. Sio, umeelewa? Moja kati ya vitu ambavyo vitakufanya wewe profitable ni execution. Moja kati ya vitu ambavyo vitakufanya usiwe profitable ni execution. Ukidelay kufanya execution, uwezo kuwa profitable. Lakini ukiwa unafanya execution on time, lazima uwe profitable. Sasa ukishakuwa na delayed decisions, uwezo ukafanya execution on time, mpaka hapo tayari wewe sio successful.
si umeelewa? Hicho ni kitu cha kwanza, anakuwa na watu wengi wa kuwasikiliza. Lakini pia signal over noise, unakuta huyu trader ana strategy nyingi sokoni. Sasa akatoa strategy A kwa mentor A, strategy B kwa mentor B, strategy C kwa mentor C. Tumeona mpaka hapo. Hizo strategy zote anataka azitumie kwenye soko moja. Yani it's like ni kama una magari matatu unataka kwenda Kariakoo. Yote unataka uyaendeshe wewe. How? Utaendesha vipi? Yaani una magari matatu unataka uende Kariakoo. Yote unataka uyaendeshe wewe. Utaendesha vipi? Utaendesha moja unashuka unaendesha hili, utachukua muda. Hicho ni cha kwanza, lakini pia utachanganyikiwa, alafu utakuwa unafanya kitu ambacho hakina maana. Na ndio maana hiyo kwenye ukiwa na strategy nyingi. Ukiwa na strategy nyingi sokoni, utakuwa unashindwa kufanya maamuzi sahihi ndani ya muda fulani, kwa sababu strategy fulani itakwambia sell, strategy nyingine itakwambia buy, strategy nyingine itakwambia huu sio wakati wa kufanya hichi. Kwa bado utabaki pale pale, utazidi kuchanganyikiwa, utarudi pale pale kwenye doubt. Utakuwa na doubt. Ukishakuwa na doubt, utapata delayed decision. Mwisho siku utashinda kufanya nini? Execution. Simple. Sio, umeelewa? Hii inaitwa signal over noise. Hutokuja kufundishwa na mtu yoyote katika hii game ya forex. Trust me. Hutokuja kufundishwa na mtu yoyote. Na ni kitu ambacho ni cha muhimu sana ambacho wewe unatakiwa ukijue. Traders wengi mnakimbilia kutaka kujua forex ni nini, mnakimbilia kutaka kujua strategy ambayo inalipa kuliko hii, lakini mnashindwa kuelewa hichi kitu. Kumbe ushangaa hata knowledge ulionayo ukiifanyia kazi inalipa, lakini unashindwa kupata profit. Kwa sababu gani? Unashindwa kufanya concentration na kitu kimoja. Upo huku. You will never be successful. So hii ni strategy. Hichi ni kipengele cha pili, anakuwa na strategy nyingi. Kitu cha tatu ambacho ni cha mwisho, huyu mtu ambaye anakuwa tunamuita hawezi kufanya signal over noise, anakuwa na kitu kinachoitwa kuhangaika. Yani by nature yeye ni mhangaikaji, yani anahangaika tu. Yani by nature yeye ni anahangaika. Yule by nature anakuwa anahangaika. Ambaye hawezi kufanya signal over noise, anakuwa anahangaika. Yani kuhangaika maana yake umesoma kitu, huja kifanyia kazi, then ushakiacha. Sio, umeelewana? Yani umesoma strategy, huja ifanyia kazi, imekupa hasara mara moja mara mbili, umeshaiacha, unaanza kutafuta strategy nyingine. Au unaweza kuwa una strategy ipo kabisa, unayo nzuri tu, ila sasa unahisi kama wengine wana strategy nzuri kuliko wewe, kitu ambacho ni uongo. Sio, umeelewa? Kitu ambacho ni uongo. Strategy nzuri ni ile ambayo ulionayo na ambayo inakupa faida. Hiyo ndio strategy nzuri. Sio, umeelewa? Sasa wewe unahangaika, strategy ulionao hujaifanyia kazi. Maana leo upo kwa mentor huyu, umefika kwa ile mentor kugundua kwamba hana maajabu, au strategy alionayo sio, yani haujaipenda. Hujamaliza kozi usharuka kwa mentor mwingine. Kuna mentor mwingine kaibuka, umesharuka naye. Sasa huwezi kuwa successful kwa sababu kila mtu atakwambia yake. Akishakwambia yake, bado utabaki na doubt. Vile vile utarudi huko kwenye doubt. Utakuwa na doubt nyingi sana. Mwisho wa siku utafanya delayed decision, utashinda kufanya execution. Kwa hiyo hizi ndio tunaziita over noise. Sasa unakuta mtu ni trader, yupo kwenye magrupu karibia 20 ya setup, yupo kwenye magrupu karibia 30 ya signal. Uwezi ukawa successful. You have to concentrate in one. So signal over noise inakutaka wewe ufanye kipi ili mradi uweze kuepuka signal over noise. So jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulifanye, the first thing is, kitu cha kwanza ni find a perfect mentor. Find, au tunasema tuandike tafuta mentor mmoja ambaye ni perfect. Yaani fanya research, do a deep dive research. Fanya research. Ukishafanya research, tafuta mentor ambaye ana real driving results, ana results ambazo ni nzuri. Then fuatilia gharama za huyo mentor, mlipe, alafu msikilize kile anachokwambia. Futa magrupu yote ulionao kwenye simu, sijui ya setup, sijui ma robot, sijui manini. Sikiliza strategy aliyokuelekeza, ifanyie kazi. Then after time utapata kitu. Hata kama hautakuwa profitable, utapata kitu. So hicho ni cha kwanza. Kitu cha pili
ambacho natakiwa ujifunze ni kwamba, kitu cha pili, kama huna hela ya kulipia mentorship, achana na forex kwanza. Kama huna hela ya kulipia mentorship nzuri. Sio kila mentorship ni nzuri, and that's why you are here. So kama uko hapa, just pay for my mentorship, lipia mentorship yangu and then you will see, kwa sababu na strategies ambazo ni very simple, na nimewekeza sana kufanya vitu viwe simple, kwa sababu kuna watu wanafanya game inakuwa ngumu, wana complicate forex. Mwisho siku forex inaonekana ngumu, kumbe forex ni kitu cha kawaida sana, ni kitu ambacho inatumia common sense, na kitu ambacho inatumia common sense mara nyingi huwa kinawashinda wengi, kwa sababu watu wengi huwa wanamaanisha sana. Yaani kitu kinamaanisha tu kitu kidogo, lakini yeye anawaza mbali, huwezi ukafanikiwa. So forex ni kitu ambacho inatumia common sense kwa 90% inatumia common sense. Ndio maana nakwambia course ya forex haitaki kuwa ngumu. So course ya forex inatakiwa iwe rahisi, kwa sababu inatumia common sense. Sio, umenielewa? Kwa paka hapo. Kwa hiyo tafuta mentorship ambayo ni rahisi, fanya mazoezi over time, ifanyie mazoezi over time. So kama huna hela ya kulipia mentorship, acha forex kwanza, kwa sababu utahangaika tu, lazima utahangaika, kwa sababu utakuwa unaenda kusoma YouTube. Utakayemkuta leo sio utakayemkuta kesho. Anayekufundisha leo sio huyo ambaye atakayekufundisha kesho. Kwa leo atakufundisha wewe, atakwambia uende kwenye mentorship yake, utajiunga kwenye group. Kesho atakufundisha wewe, utaenda tena kujiunga kwenye group. Kesho atakufundisha wewe, utaenda tena kujiunga kwenye group. Unakuta mwisho wa siku unarudi kule kule kwenye kelele. Unapokuwa na kelele nyingi, utashindwa kufanya maamuzi sokoni. So bora utafute pesa ya kulipia mentorship, lipia mentorship, alafu msikilize huyu mentor wako anakwambia nini. Na ndio maana nakwambia kitu cha kwanza unatakiwa ufanye research, mentor yupi ambaye yuko vizuri, ana deep dive, umeelewa, ana results ambazo ni real driven, results ambazo ni za kweli. Then ukishampata una invest, na kama ukiinvest ukiona hailipi, umeshampa muda wako, usichoke. Game ya forex haitaki mtu achoke, and that's why most of the time napenda sana kuambia watu, sio kwamba labda najivutia kamba kwangu au najimwagia maua. Mimi ni mentor mkubwa sana ambaye hajawahi kutokea, na I will explain it to you how. Kwa nini? Ni kwa sababu forex nimeisoma mimi kwa muda mrefu sana, lakini kitu ambacho kinafundishwa kwenye forex watu wanaifanya inakuwa ngumu. Alafu system ambayo mimi natumia kufundisha forex ni rahisi sana, kiasi kwamba mtu yoyote yule ana uwezo wa kuikopi na kuipaste na akaweza kufanikiwa over some time. Sasa najua utaenda kukutana na complication nyingi, kwa sababu mimi nimeshakuwa huko. So ili kuepukana na hizo complication kwa watu wengine, boraustay here, sikiliza, pay the mentorship and then jifunze, utafika mbali kwenye forex. So kama una hela ya kulipia mentorship, acha forex kwa sasa. Sio uache forex kabisa, acha forex kwa sasa, katafute hela. Okay? Pointi ya tatu ambayo naweza kusema ndio pointi ya mwisho, kwenye signal over noise. Mazoezi. Yani hapa na kitu tunachokiita backtesting. Sasa backtesting ni kufanya mazoezi ya vitu ulivyovisoma. Traders wengi ukishamaliza tu kusoma course, ufanye mazoezi, unaenda kutafuta setup. Yani utahangaika sana, kwa sababu hutoona kama strategy inafanya kazi. Huwezi ukaenda kutesti kitu moja kwa moja tena na pesa halisi umetoka kukisoma, lazima ufeli. Kwa kitu cha kwanza ni kufanya mazoezi mengi wa kubacktest ukiwa na demo account. So ufanye backtesting kwa muda. Ndio maana sisi tuna program, trader akishamaliza kusoma anaingia kwenye group letu la Signal. Akishaingia kwenye group letu la Signal kule ataweza kufanya backtesting, kwa sababu tutakuwa tunampa setup. So zile setup atakuwa ana uwezo wa kuziangalia, anajua hapa imetokea wapi, imeenda hivi, kwa vitu kama hivyo. So guys, I hope paka hapo tunaelewana. Hii topic inahusisha vitu vingi sana, lakini kitu kikubwa ambacho unatakiwa ukielewe ni kwamba unatakiwa ujifunze kufocus. Yani focus ni neno dogo sana, ila usipolitilia maanani utapoteza pesa nyingi sana ukidharau ile neno focus. Na watu wengi waga wanalizarau. Mtu analisema tu focus, hajui maana yake. Focus ndio hichi kitu. Unatakiwa uzijue kelele, alafu ufocus na vitu ambavyo vinafanya kazi. Kwa guys, nadhani nimewapa madini makubwa sana mpaka kufikia hapo. I hope tumeelewana. So kama mpaka sasa hivi hujasubscribe, hakikisha umesubscribe, angusha like yako hapo, comment, share kwa watu mbalimbali, ili mradi tuweze kuokoa watu wengi ambao wanaingia kwenye game ya forex, mwisho wa siku inawashinda,
wanaanza kuiongelea game vibaya. So haya ni mambo ambayo ukiyazingatia forex utaiona ni nzuri sana, utaiona ni nzuri sana, alafu utaepusha muda, yaani utapunguza muda wewe kuwa successful. Moja kati ya faida kubwa ambazo ukifanya hii signal over noise itakusaidia ni kwamba utaweza kupunguza muda wa kujifunza, kwa sababu kama ulikuwa unahangaika muda wa kujifunza na kurekebisha makosa yako ungekuwa ni mrefu, lakini kama umetulia muda wa kurekebisha makosa yako utakuwa mfupi na utaweza kufanikiwa ndani ya muda mfupi. So this was Kasim Mandanda speaking, the one and only, the FX Empire, the one who owns this game. If you know me, you know how to trade. If you don't know me, you don't know. So guys, I will see you in another beautiful session. Bye bye.